injilia Bwana, injilia Bwana, sitaionea haya, injilia Bwana, sitaionea haya, injilia Bwana, sitaionea haya, injilia Bwana, injilia Bwana, sitaionea haya, injilia Bwana, hata wachawi wakatae, injilia Bwana, sitaionea haya, injilia Bwana, sitaionea haya, injilia Bwana, sitaionea haya, injilia Bwana, inuliwe Bwana, umetenda mema. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe, inuliwe Bwana, Bwana wangu, inuliwe Yesu saidia. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe Bwana, upende na kwenda, inuliwe Bwana, kwenye nimetoka. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe, umetenda mema. Inuliwe Gai kutoka na hindo, inuliwe Baba mdogo. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe, umetenda mema. Umetenda mema, Baba 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 umetenda mema. Nimekuja kukuabudu, nimekuja kukuabudu, nimekuja kukuabudu, nimekuja kukuabudu, nimekuja kukuabudu mimi, nimekuja kukuabudu, nimekuja kukuabudu, nimekuja kukuabudu, na moyo wangu unakupenda, na moyo wangu unakupenda, moyo wangu unakupenda, moyo wangu unakupenda, na nimekuja kukutafuta, nimekuja kukutafuta, nimekuja kukutafuta, nimekuja kukutafuta, na nimekuja nikuabudu, na nimekuja nikuabudu, nimekuja nikuabudu, nimekuja nikuabudu, na ukirudi usiniache, na ukirudi usiniache, na ukirudi usiniache, ukirudi usiniache, na moyo wangu unakupenda, moyo wangu unakupenda, moyo wangu unakupenda, moyo wangu unakupenda, na nyumba yangu inakupenda, na nyumba yangu inakupenda, na nyumba yangu inakupenda.
ninaomba unitetee, ninaomba unitetee, ninaomba unitetee, ninaomba unitetee, ninaomba unitetee, ninaomba unitetee, ninaomba unitetee. Watoto wangu wanakupenda, watoto wangu wanakupenda, watoto wangu wanakupenda, watoto wangu wanakupenda, na nyumba yangu inakupenda, na nyumba yangu inakupenda, na nyumba yangu inakupenda, nyumba yangu inakupenda. Kama Daudi usiniache, kama Daudi usiniache, kama Daudi usiniache, kama Daudi usiniache. Baba, tunakushukuru, tunakuabudu. Asante kwa kutupatia nafasi nyingine. Tumekuja tu kuabudu, tumekuja kusujudu mbele zako pamoja na makerubi na masarufi pamoja Baba na malaika mamilioni ambao wamesujudu mbele zako kusema unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa. Ninakuomba Baba ukanitumie tu kama chombo nikaweza kufikisha ujumbe wako jinsi ulivyoniagiza kwa watu wako, na nikaweza kuzungumza maneno ambao wewe mwenyewe peke yako umeniweka ambao ni ya utukufu wako, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Salimia watu wawili watatu hapo, msalimie tu mwenzako na umuulize anaitwa nani. Muulize wewe umetoka nchi gani. Muulize wewe ni Mkenya ama ni Mtanzania. Unajua unaweza kukua na mtu kumbe ni jabazi na umekaa nao, alafu utaulizwa huyu mtu ulimjua? Bwana Yesu asifiwe sana. Pigieni Yesu makofi, mshangilieni, mshangilieni, mshangilieni. Thank you very much. Thank you for this opportunity that God has given us. Thank you for the worship team. You are still improving. You are about now 1.0%. It's wonderful. It's a good job you are doing. Na tuendelee tukupanda hivyo. Our deacon na deaconesses, simama tu, salimia watu, muinue hivi mikono. Hallelujah. Najua mumeanza kuzoea. Uzuri, ni vizuri kabisa. Mkuzoea, lazima mutasoea, mupende musipende. Oshione kiyoka wekari asanti sana. Mungu wa mbinguni awabariki na awafadhili. Niko na raha nyingi ndani ya roho yangu. Nani yako na raha kama mimi? Nani yako na raha kama mimi? Inua tu mkono wako juu. Sasa ukiulizwa na mtu mwenye anajua ni kwa nini uko na raha, yeah? Ama unaniuliza mimi na mimi ni kwa nini niko na raha? Kwa sababu Yesu ni Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Si unaona hata mimi naendelea kubadilika, naendelea kutii sheria. Nitatii tu, hata ile tuliambiwa na Wakorintho tutafuga, tutafaa tu wakati wake ikifika. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm so happy for you. Na nikiwaona naonanga na furahi, si ndio? Nikiona mmekuja, mmetabasamu, muko ready, naona kichwa imeinuliwa vizuri, because leo kuna neno Mungu anasema. Na siku ya leo iko na utofauti mkubwa sana kwa maisha yako. Najua umezoea kusema amen mpaka umechoka. Leo amen ya leo itatimika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu amesema anaenda kutoa ujinga iko ndani yako, aweke akili zake na hekima. Unajua tunaweza fikiria tunakuwa na akili, tunakuwa na hekima, kumbe hatuna. Lakini Mungu anapokuja, anapoingia, unakuta maneno inabadilika pole pole, kitu ambayo ilikuwa gumu inafanyika. Na ndio leo tukasema mimi niko na solution. I have the answer. Mimi niko na solution. Mwambie mwenzako I have the solution to my problem. Yes, I have the solution to what? To my challenges. And this solution today ndio naenda kutimiza, na ndio naenda, ningepata tu watu wawili watupatie ushuhuda. Ningependa sana watupatie ushuhuda
Yule mama wa Busia ako wapi? Mama wa Busia. Ni Busia ama ni Uganda? Wewe umetoka wapi? Ni wewe. Where are you from? Wewe ni Maragoli? Ni Mwindaho? Wewe ni Maragoli? Kuja hapa. Tulikuwa na wewe pale juzi. Ulikuwa umeletwa na dada mwenzangu hapa. Karibia hapa, simama tu hapa. Tulikuwa na wewe. Yes, Apostle. Tulikuwa na wewe Friday. Na ulikuwa nataka nikuwekelee mkono na mguu. Nikuombee. Yes. Na si kukuwekelea. Ndiyo. Kukakuaje? Kaniombea. Wakati nilipotoka hapa, nikaenda nyumbani, kaongea na mama. Angalia watu kiwaambia, waambie venye kulienda. Nilikuwa hapa Friday kuja kwa maombi, pastor kaniombea. Kasema shida yangu kidogo. Wakati nilipoondoka hapa nikaenda nyumbani, kapiga simu kusalamia mama, ni mgonjwa kama mama wenzangu hapa. Uko aje, unaendeleaje? Kasema niko sawa. Kaniambia ndugu yako last born kwa nyumbani, hiyo maombi naitaka, ni mlevi kidogo. Alikuwa amelala karibu saa 5:30. Haya, anapumzika na hiyo levi yake. Akatoka kwa kitanda mbio, akasikia kitu inamtembea ndani ya trouser. Akatoka, akaamuka. Kuamuka, kitu inamtembea. Kuangalia ni nyoka, kutoa nguo akaona ni nyoka. Yaani iliingilia kutoka chini. Iliingilia kutoka chini. Iko kwa kitanda analala. Na alikuwa kwa hiyo usingizi na ulevi. Alikuwa na bibi yake. Alikuwa peke yake. Bibi alimtoroka. Bibi alimtoroka. Hata kama ni wewe unaweza kuvumilia maneno kama hiyo. Kusikia hivyo, akaamuka kutoa trouser, kaona ni nyoka. Kine kwa bahati mzuri aliua. Katoka kwa nyumba yake, kakimbia kwa mama. Mama, mimi nilikuwa nimepumzika. Nikasikia kitu inanitembea. Kuangalia ni nyoka. Nikaoa. Mama akamwambia tuombe. Na hiyo Friday wakati nimekuwa hapa, kitu ilikuwa saa 10. Apostle aliniombea, akaona naona manyoka imejaa kwa boma yenu. Mimi ukakosa kuniamini. Sikukosa kuamini. Nilikuangalia tu nikaona venye mumeokoka. Nyoka itoke wapi? Wakati niliona hiyo, uliniambia hivyo, nikasema kwa hiyo boma sa nyoka iko wapi, imetoka wapi? Lakini kufikia saa 10 maombi ya pastor alinipatia yameonekana. Saa 5 nyoka imemwingilia na mimi nilikuwa saa 10 kwa maombi. Sasa sina kitu ya kusema, lakini maombi tuamini ile inatuleta hapa. Tuamini maombi, Mungu yuko. Unajua huyu mama kwa sababu nimemuita, kuna venye aliniangalia. Unajua kuna venye unaanza angalia mtu, unaona huyu mtu hakukuamini. Maana huyu mama alikuwa anataka ile maombi katika jina. Sasa mimi nilimwambia ende, umebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kidogo kidogo saa 5 usiku manyoka hizo zimeanza kutokelezea. Hata hiyo ingine ilikuwa imebaki, Mungu ameiondoa. Asante. You are free now. Asante sana. Kuna another lady, sijui kama nimemuona hapa. Huyu mnene huyo. Kuja tu. It's good always to give testimonies of what God is doing among us. Yes, mami. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi niko na furaha, nilikuwa hapa Friday. Nilikuja hapa na wakati nilifika hapa nikaona Apostle na akaniambia maneno. Mimi nilimuongelesha kidogo, akaniambia maneno, na hiyo maneno ambayo aliniambia nikashangaa vile ameijua, kwa sababu enyewe mimi kuolewa kwangu haikuwa rahisi. Boma ile niliolewa sikuwahi kubaliwa. Na wakati aliongea na mimi nikitoka hapa nikaenda nyumbani, kuna maneno ambayo nimeanza kuona ikifunguka, na nimesema Mungu aendelee kutenda, na najua mengi itaendelea kufunguka
kwa sababu hii ni mwanzo tu, kwa sababu niliona nimetoka mbali Vihiga na nimekuwa nikimwatch na nikaona mpaka nifike, na nilikuwa na doubt, lakini wakati nilifika kwake akanifunulia mambo ya ukweli, na naona Mungu anaendelea kubadilisha kila jambo. Yaani mwanzo kabisa ilikuwa ni doubt. Huko naona ni kama ilikuwa ni doubt. Na nilijuaje mpaka kwenu? Nilishangaa sana. Nilishangaa, na akaniambia hata vile nimefuatwa na mambo mingi, lakini Mungu amesimama na mimi. Na nikasema yenyewe mimi ni kama Mungu tu ndio ananitetea. Juu hata wakati wa COVID mimi nilitangazwa nimekufa. Kwa sababu COVID, nilikaa kwa kitanda na watu walikuwa wanasherehekea, wanasema bwanangu ameficha nimekufa. Kuniona walishangaa. Na hayo yote niliona kama ameyaona, na nikashangaa, na ninajua yote inaenda kufunguka. Hata watoto wangu ambao wamefungwa wameenda kufunguka. Mungu amekufungua, hiyo ingine imebaki yote. It is no more in Jesus name. Thank you. Kuna this my friend from Dagoretti. Balea Kenya, Balea. Yeah. Huko kuja. Huyu ni msetu najuana na yeye. Ni wale wazee walikuwa wanasema hawapendi mimi kwa sababu niko Mogeke, lakini sasa niliokoka. Haleluya. Kanisa na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Amen. Niko na furaha zisizo na kifani kwa kusimama hapa. I can't even believe I'm standing here mbele ya altar ya the mighty man of God. Mimi naona nilikuwa namjua like the whole of my life, lakini nilikuwa namuogopa juu ya legend yake. Lakini when I started watching him kwa YouTube, ile kitu tu alikuwa naongea ilikuwa ni kama inachoma roho yangu, inatiki all the right. Na nikasema this kind of man, kwa nini watu wanamchukia? Hata mimi nilikuwa namchukia. Nikaanza kumfuata. And I'm telling you, nimemsoma for the last 1 year consistently. Mimi ndio waga ninamfollow. Kakuja hapa secretly, nikuaga nikiokoka nikianguka, nikiokoka nikianguka, and then they wakasema hata hakuna wokovu. Lakini wakati nilianza kufollow this dear man of God, ninakuaga convicted, ninasomeshwa mpaka ninafika sijui glory gani. Siwezi lala, mimi ulala saa 9 every day for the last 9 months nikisikiliza the holy man of God. Na saizi nimempenda mpaka sijapenda mtu mwingine kuliko vile na. I think he's the truest man of God I've ever met in my life. Yes. So last Friday, tarehe 10, it was my birthday. It was my 60th birthday. Mimi tangu nizaliwe na mama yangu na baba yangu, may they rest in peace, I've never celebrated my birthday. Kwa sababu either nilikuwa shule, unaona 10th lazima muwe mumefungua shule, and like pia when you are an adult umekuwa umefungua kazi, yani kazi lazima uende. So I've never celebrated, and it had gone like that. Although there is another story for that. Apostle aliniambia it's a foundation, ni foundations ambazo waga rotten foundations ambazo zilikuwa zinanifuata. Apostle tumeongea naye na tutaendelea kuongea naye, lakini this particular Friday nikasema vile sijai celebrate my birthday, nikaambia mke wangu, hata yeye alishangaa sana kwa sababu she's a woman of God. Nikamwambia mimi leo ama kesho lazima nitaenda kwa Apostle na nitasherehekea birthday yangu hapo nikiwa nimejificha huko, niko chini huko, lakini mbele ya Mungu, kwa sababu hiyo altar sasa. Sorry for that. So mimi nikakuja nikakaa pale chini na ikaendelea. Nilikuwa tu na wazo moja, Apostle anaweza kutana na mtu kaa mimi.
So sikujipatia nijinua ati anaweza, because I'm just like anybody else. Nikasema siku zile ataongea na mimi ndio nitajua kabisa mimi nimekubalika na Mungu. So I was coming, ni kama nimejificha kwa hiyo siri yangu, nikakaa huko. Neno likaendelea, alafu ikakuja tu instantly, apostle is not there today. Nikamwambia roho yangu umekuwa disappointed. Nikasema as long as niko kwa altar, me I'm fine to go. So nikakaa tukahubiriwa, hiyo neno ilinichoma. Wakati watu waliambiwa watokelezewa kama wanataka kuokoka, mimi nikasahau uzee wangu, hiyo maneno yote, story yote, mimi nikasikia tu nimenyenyekea nataka kuokoka tena. Kwa hivyo niliokoka tena on Friday, nikaokoka na nasikia raha sana, nasikia nguvu nyingi sana. Uliokoka kwa birthday yako? Niliokoka kwa birthday yangu. So these are two anointings, The rebirth. Yeah, the rebirth now, which is the spiritual. Saa hizo tu hivyo nilikuwa disappointed, apostle akaingia pale, nikasikia apostle ameingia. Do you know, invited to my office, karibu nianguke hapa. Mimi like me, I couldn't believe it. So you see my prayers were answered. Na wakati niliongea na apostle, mimi nakwambia mpaka nywele zangu nasikia I'm renewed, I'm strong and I'm ready to go. Thank you very much. God bless you. Asante sana kwa shuhuda hizo nzuri, ni nzuri sana. Tuingie kwenye kitabu cha Wagalatia 4. Wagalatia 4 kutoka mstari wa kwanza. Tutasoma tu hapo tukielekea, maana the thing is today that I have an answer. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nitajaribu kuhubiri kama mhubiri. Nione maneno hii itanipeleka namna gani, kwa sababu hii kibarua ni kilito. Watu kumereria nejwe Ngai. I am the solution. Mwambie mwenzako I am the solution. Wakati mwingine Mungu anataka kitu inaitwa maturity in order for him to talk to you. God wants maturity in you. Anataka ukomae ndio aweze kuzungumza na wewe. Ndio unaona kuna watu wengi tuko na wao hapa, lakini Mungu hajawahi kuzungumza na wewe na umezeekea kanisani. You've been to church, uliokokea kanisani, uliokoka na mama yako akiwa kwa tumbo, wewe ukiwa kwa tumbo, umeishi miaka yote kanisani, lakini God has never spoken to you. Mungu bado hajakuzungumzia. God wants maturity. Mwambie mwenzako, God wants maturity. Lazima ukue mature. Lazima ukubalike ndio Mungu apate atake anaongea na nani. Because God is not an idiot. God is not a mediocre. God is not a rumamoga. Mungu si yule rika yako mnarukarukaga na yeye. Mungu anataka kuzungumza na mtu aliyekomaa. Kwa sababu maneno ya Mungu si ya mtu ambaye hajakomaa. Anataka kuzungumza na wewe kwa sababu anataka kukutuma. Anataka kukuambia, anataka kukupatia jawabu. Anataka kukuambia Kenya iko na matatizo na hii matatizo itatatuliwa aje. Lakini bado haujakomaa. Bado wewe ni mkora. Bado wewe ni mwizi. Bado wewe ni msegenyaji. Bado wewe ni mchawi. Bado wewe ni mtu ambaye ni confused. Hauna msimamo. Hauna njia ambazo ni elekezi. Hauna mipango mizuri kulingana anavyotaka. Maana huyu Mungu anataka mtoto ambaye anakula githeri. Anataka mtoto mwenye ambaye anajua kujilisha. Sasa anakukogea na wewe, unataka ongea na wewe, na wewe mwenyewe haujui kujilisha. Wewe mwenyewe ndio ulikuwa unasegenya wa mama jana. Wewe mwenyewe ndio ulifanya ile mipango ya kuharibu ile kitu jana. Wewe mwenyewe ndio ulikuwa unaongea kinyume na kanisa. Wewe ndio mwenyewe ulikuwa unazungumzia maaposto. Wewe ndio mwenyewe ulikuwa unazungumzia juu ya wachungaji ukisema venye wako wabaya. God will never speak to you if you are still that person. God is looking for a vessel to use. God is looking for a perfect vessel, mtu wa kutumia, mtu ambaye ataaminika, mtu ambaye atakubalika, mtu ambaye ni kiongozi na akitumwa anatumika. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ni kwa nini, jiulize, ni kwa nini tuko makanisani lakini bado hatuna chochote? Ni kwa nini tuko kanisani tumeokoka but we are still poor people? We are hard working. Tumepambana, tumefanya kazi kwa ugumu wetu, kwa uwezo wetu, kwa maarifa yetu, kwa kila vitendo vyetu tumefanya kazi. Tuko kanisani tumeomba. Tumeenda kwenye sehemu za maombi, tumeenda Katoroni, tumeenda Heaven's Gate, tumeenda kila mahali, tumetoa dhabihu, tumetoa sadaka, tumetoa covenant zote tumetoa, lakini bado tunahangaika. Sisi ndio tumekuwa tukitoa maunabii, tunasema Kenya itakuwa hivi. Tunatoa maunabii, iji ya Kenya itaenda hivi. Jihadharini, turudi kwa Mungu. Jihadharini, Mungu amesema. Lakini huyo mtu ukimwangalia, utafuta yule Mungu alikuwa anasema ndani yake hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yule Mungu ambaye anazungumza ndani yako ni Mungu anafaa kuonekana mpaka kwa vitendo. Yule Mungu ambaye anazungumza ndani yako, huwezi kuwa wewe ni masikini unaobaoba chakula alafu unatuambia kuna Mungu anazungumza ndani yako. Kwani anakujaga kukaa pande gani? Ya kushoto ama ya kulia? Ya kulia ndio iko sawa, ya kushoto si sawa. Hapana. There must be a conducive environment where God can find room for you, where God can use you. God cannot use you for his word and yet fail to use you in his prosperity. Kutingihotekeka. Hakuwezi kuwezekana ati huyu Mungu mnatembeaga naye wakati anataka uongee, wakati anataka uhubiri, wakati anataka useme, wakati anataka utabiri, wakati anataka ufanye kitu, lakini wakati unataka chakula anakuambia sasa sikujui. Kuna kitu iko matatizo hapo. Yesu, unaweza kuwa umekomaa, unajua kutoa maneno, unajua kutoa utabiri, unajua kusema maneno, lakini kutunza vitu za Mungu haujakomaa. Kujua Biblia ni kitu moja na kutunza ile Biblia ni kitu kingine. Kujua neno ni kitu moja na kutunza lile neno ni kitu kingine. Unaweza kuwa unajua kutoka Genesis mpaka Revelation. Kuna watu huko mtaani unawakutaga huko mtaani wakihubiri kwa Biblia. Unamwambia mstari wa 5 anakuambia Genesis 10, anakuambia Matthew 5, anakuambia kitabu fulani anakuambia, lakini ukiangalia Mungu wake hayuko kwenye maneno hayo, hayuko kwenye nia hiyo. Ni kwa nini wewe kama mama, ni kwa nini wewe kama baba, ni kwa nini wewe kama mshirika wa kanisa ambaye unamwamini Mungu na unampenda Mungu, bado matunda ya Mungu haijaonekana? Biblia inasema tutawajua kwa nini. Kwa hivyo wawacho wakue, matunda yako ni gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize mwenzako, ni kwa nini sionagi matunda hata kama unanenaga neno la Mungu? Matunda ni gani yako? Muulize tu mwenzako, iko wapi matunda yako? Si muulize. Nasema ulia modosho muliganetie. Mulia tere todo kire muhono kule. Hiyo miaka yote umiokoka. Tu matunda yako ni gani? Can you share as something to show that indeed God is with you? Unaweza kutuonyesha kitu kimoja tu, kutuonyesha kweli Mungu amenena. Huyu Mungu ambaye anakuneneaga mko na yeye. Ulianza na Mungu ukiwa mchokora, lakini bado mpaka sasa wewe ni chokora. Uko na Mungu kweli? God is a God of improvement. God is a God of one level to another level. God is a God of change. God is a God that makes things work. God, the blessing of God will come. It doesn't matter how it comes. Haijalishi inakuja kwa wingi ama kwa udogo, lakini inakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Tangu tuanzane na Mungu mwaka huu, lazima nikifika mwezi wa pili nitakuja kusimama hapa niambie Mungu, niambie watu wote na Mungu amenifanyia hii. Niasimame kama huyu mama amekuja. Nilipomwambia maneno, niliona nimefanya hivi kidogo. Kushindwa, huyu mjamaa anajulia wapi mastori zangu? Na sasa alikuwa nataka niile kwa sababu amezoea ile. Lazima aambie lia na uenye nini? Lia na utoke. Sasa mimi sikumwambia lia na utoke. Nikamwambia kwenu kuna manyoka. Kwenu kuna hii na hii. Akaniangalia akasema kwao ni watu wameokoka, hakuwezi kuwa na nyoka. Lakini masaa 2 3 baadaye akaambiwa kuna nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio tunasema matunda. Amekuja kutoa ushahidi ya kwamba Mungu alionekana. Sasa wewe niambie, tumekuwa hapa na wewe kutoka Januari last year. Tumekuwa na wewe mpaka sasa. Umekuwa umeokoka kabla ukuje hapa. What is this? Can you start? Useme, huyu ndio Mungu wangu. Can your God be known? Can your God be seen?
Bwana Yesu asifiwe sana. Why is your God not seen? Ngai waku aregaga kuonekana niki? Ngai waku aregaga kumenyekana niki? Musa wakati wote walitembea, Mungu wa Musa alionekana. Wakati Abrahamu alitembea, Mungu wa Abrahamu alionekana. Wakati Joshua alitembea, Mungu wa Joshua alionekana. Wakati Ezekiel alitembea, Mungu wa Ezekiel alitembea. Mungu wako ako wapi? Muulize mwenzako, Mungu wako ako wapi? Ngai waku. Muulize na lugha yako, Mungu ngai waku eha. Tondu watarukirwo uri ka ngai waku akoragwo ku. Mwathani agocwo. Why are we not being blessed? Why are we not moving from the level we were yesterday to another level? Despite prophetic words over your life. Despite prophetic attraction ambazo umezungumziwa, umenenewa. Kila kanisa umeenda wamesema wewe unaenda kubarikiwa. Umepakwa mafuta ya blue band, umepatwa ya cowboy, umepakwa ya Vaseline, umepakwa mpaka ile ya ng'ombe, umepakwa ukiambiwa unaenda kubarikiwa. Lakini mpaka saa hii you are struggling. Watu ambao hawajui Mungu wakistruggle na wewe una struggle. Watu ambao hawajui Mungu wakilala jana wewe unalala jana. Na uko na Mungu na unaimba I have a mighty God. Yeah, and you have a mighty God. Where is this mighty God in you? Huyu Mungu ambaye ni mighty in you, is he seen? Why is he not seen? Huyu Mungu ambaye unasema is the owner of silver and gold. Hiyo gold yako na silver yake, where is it? Ninaona mtoto wa Ruto hapa mihangaisha matatu yote Kenya mzima kwa sababu mabagari zake hazina number plate. Gari zake hazina nini? Haziko kwa sako, haziko kwa nini? Zinageukiaga kwa roundabout, inarudisha rivers kwa roundabout. Hakuna askari anamuuliza kwa sababu ni mtoto wa nani? Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe na Mungu yako ndio mwenye silver, ndio mwenye gold, ni mfalme wa wafalme. Na sasa wewe naona mpaka tubu imeshikana na mgogo ni jaa. Kwani huyu Mungu wako hafanani na Ruto? Ni mkubwa kuliko Ruto. Lakini watoto wa Ruto wanakaa mzuri. Watoto wa mfalme, watoto wa Uhuru ni matajiri sasa. Hadi 24 yule kakisana kake ni kabilionea kwa sababu ni mtoto ya mthamaki. Mthamaki yako Mungu kwani alienda wapi? Kai waku ule alienda wapi? Huyu mthamaki wako na ndio mwenye silver, na ndio mwenye gold, na ndio mwenye wote fedha, na ndio mwenye kila kitu iko duniani yote ni ya baba yako. Kwani huyu baba yako alikusahau? Ama wewe ni mtoto ya mpango ya kado? Hebu muulize mwenzako, wewe kwa wewe mpango ya kado. Muulize mwenzako, wewe ni wa mpango ya kado? Na hata watoto wa mpango ya kado wanakulaga vizuri na wanakaaga mzuri. Watoto wa mpango ya kado ndio wanakutaka mali iliibiwa kwa mama mzee, sasa imepelekwa kwa mtoto wa mpango ya kado. Sasa wewe ni ulikuulize. Wewe saizi hauna, you are crying. Paka unashindwa kutafuta tu chakula, kachakula kadogo drona. To irio to nini gakima ndungiona, gatheri ona gakuhagira ndungiona. No wetereire bebe ya yellow. Lazima uogoje mahidi ya msaada ya ile inapatiwa ng'ombe kule Amerika. Ileto kutoka New Zealand ileto hapa. Ndio ukuje upage laini tena. Na ukipaka laini bado unatukanwa. Alafu unarudi kusema Yesu aliogeteine ni ndiye muhonoku. Yesu wakwa ahonokire mwaka wa 1946 ndio niliokoka, ndio nilibadilika na nikakuwa Mungu na Mungu wangu. Mungu wangu anajua kunibariki. Mungu wangu umebarikiwa na nini? Mungu wetu tunamzungumzia kwa matendo mazuri anayoyafanya. Ni kwa nini amekunyima? Wengine wanaendesha magari, wengine wako na manyumba makubwa, wengine wako na mashamba makubwa, watoto wengine wamebarikiwa, wamesafiri. Sitaki kusema kuokoka ni kukuwa na mali, lakini pia kukaa na Mungu na Mungu kukaa na wewe ni kukuwa na vitu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kujiita mtoto wa Mungu, baba yako ndio mwenye kila kitu, lakini hapo unalala njaa. Ina make sense kweli? Baba yako ndio mwenye mahindi, ndio mwenye shamba, ndio mwenye maharagwe, ndio mwenye kila kitu, na hata getheri huwezi pata pesa ya kununua getheri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu ambayo wewe uende ujichuguse uone kama unafanyaga ama ufanyagi. Maana ni kumaanisha there is a disconnect between you and your God. Watoto wa Ismaili ndio wana control economy sasa. Ama namna gani? Mumeona hivyo? Watoto wa Ismaili, wa mama wa kado, watoto wa Hagai. Bwana Yesu munielewe vizuri. Watoto wa Hagai
Ndio wao ndio wenye petroli, ndio wenye maduka, wamechukua Nairobi, wamechukua mashamba yetu. Watoto wa nani? Wa Hagai, watoto wa Sara. Mulifanyia Mungu nini? Hebu uliza mtu hapo. Watoto wa Sara, neke mwahete Ngai nakio. Ulikosea Mungu wapi? Uliza wewe, uliza mwenzako, acha kuniangalia. Ama muuliza kama ama wewe ni wa Hagai. Muulize wewe ni wa Hagai ama ni wa Sara. Mwangalie vizuri, mwangalie kama anakaa Hagai. Mwangalie vizuri, anaweza kukaa Hagai, kumbe ni mtu wa Hagai. Uulize wewe na naona wewe ni wa Sara, mama mbarikiwa, na wewe ni wa Abrahamu, baba mbarikiwa. Kwa nini maidi amechukua vitu zetu? Ni kwa nini maidi ndio anakubalika biguni, sisi hatukubaliki? What has happened? Ni nini kimefanyika? Wa Hagai ndio wenye mahoteli makubwa. Wa Hagai ndio hata tunahubiri kwa sababu ya Hagai. Ama amuona hivyo? Hii kitu ni nani walete? Si ni watu wa Hagai? Hii mkeka nani amelete? Hii pulpit nani amelete? Ile kitu nani amelete? Hii speaker nani amelete? Hii nguo umevaa nani amelete? Hiyo kiatu umevaa nani amelete? Ilikuwaje? Kagwadhiri atia? Ilikuwaje Hagai ametubadilishia namba? Yeah? There must be something wrong. Inaonekana mama, unajua Yakobo alienda akaona, akasikia Esau anaenda kubarikiwa. Akaambia Yakobo, unamjua nani? Esau ni radi kuladi. Akageuza namba. Akegeuza, akaambia sasa Yakobo, gosi, weka gosi. Wewe tutengeneze chakula mzuri, tupelekee mzee ndio tunyakue baraka. Inaweza kuwa Hagai ameenda kwa Mungu, amenyakua baraka. Inaweza kuwa wamepanga kama mpango ya kado. Unajua huyu ni mama ya mpango ya kado. Inaweza kuwa wamepanga kama mpango ya kado na wameenda na wamenyakua. Maana hawa watu hawana shamba, enda hapa Dubai. Hawana shamba. Lakini wanachimba, wanatoa petroli. Wanakuambia gari yako lazima itembee na petroli. Sasa wewe uko na shamba, uko na busi, uko na kila kitu, uko na mvua, uko na 12 hours ya mchana, 12 hours ya usiku, but you are still poor. What went wrong? Ile baraka ilipatiwa Abraham baba yetu. Akaambia kwa sababu haukunikataza mtoto wako, nitakubariki. Nigukurathima. Ndathime nginya ruciaro rwaku. Nitabariki mpaka generation yako. Na hakuna mtu atakayewainukia. Na atakayewainukia mimi nitapambana na wao. Utaongezeka kama mchanga ya baharini. Utakuwa mwingi kama nyota za mbinguni. Sasa wewe niambie kweli. Ile kanyumba unakaa, tabaoje ile kanyumba kale waikaraga, ile kanyumba tu unakaa, kana kama mtoto wa Abrahamu kweli? Watu wa Kibera, hata kama ni Kibera, si Kibera tu, hata wengine wanakaa Gatondo huko, lakini wanakaa kama wako Kibera. Kanyumba ile anakaa, hata hakutandika kitanda. Ni wakati wamekumbuka kutandika kitanda leo asubuhi wakikuja. Ina mkono tu juu. Mwenye amekumbuka kutandika kitanda. Only 5 people. Only 5 people. Lakini ukimuuliza ni kwa nini hakutandika kitanda, ni kwa sababu stress zimejaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mimi sikutandika yangu. Nikifikiria ni kwa nini mtoto wa Hagai anakula vizuri kuliko mimi. Nilifika hapa saa 9 usiku nikijiuliza maswali. Ilikuwaje? Ni hatua sejana iliyo kirathimo. Ilibadilishaniwa wapi? Baka tukakuwa second hand material. Sasa sisi ndio tunafanya kazi kule Australia kwao. Ushaenda pale, ushaifanya Australia. Unajua mimi nilikuwa mwizi huko Australia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usianze kusema kitu yako ilipotea siku hiyo. Siku hiyo nilikuwa mwizi Australia. Nilikuwa najua mchana ni kazi ya kusuguka, kuangalia go down, unaingia huko ndani, unaangalia kama kuna mali, unajifanya unaenda kununua, unazunguka, ndio usiku kazi ikuje. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uingie kwa hiyo factory, uangalie, useme unanunua ni mabati ama unanunua kitu, maana kuna yule mtu anawaonyesha venye bahari safe iko kila kitu. Sasa atakuwa ukitembea huko unajifanya kama mdosi fulani. Siku hiyo mimi nilikuwa nikitembea. Sasa ikifika wakati wa lanjawa kwa sababu sana tulikuwa tunataka kufika wakati watu wanatoka wako na haraka ya kutoka, ndio uingie haraka na usionekane sura. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama wakati wanaingia kurudi kazi, ndio usionekane, usijulikane sana, wasikumaki matiga kuhonie maitho, maana kuna operation inakuja in a few days. Bwana Yesu asifiwe sana.
Either operation ya mchana ama operation ya usiku. Si unakumbuka venye tulikuwa tunafanya? Yes, huyu alikuwa mwizi mwenzangu. Si unakumbuka mami? Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati huo ndio nilikuwa nashindwa. Unakuta kuna majamaa hapo waine, pastor mmoja na watu wote ambao wameajiriwa kwa hiyo kabuni wako hapo nje wakiba, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe. Unakuta wanaimba ranjawa wanaiba. Na mwenye kabuni alienda msikiti akisema Allahu Akbar, akatoka hapo dakika 5 tu, akatoka hapo kaenda Serena. Na alienda Serena na watu wangapi? Business partners kama 5. Wakaenda business lunch. Akienda huko sahani moja ya chakula Serena ni shilingi 6,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Na amebeba watu 12 for business lunch. Shilingi 1,000 ngapi? Na watakunywa juice. Juice moja ni shilingi 1,000. Itudale moja ya orange. Ikisukuisiwa vizuri ni shilingi 1,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo watakunywa cappuccino. Cappuccino ni shilingi 900. Na nikakombe kadaka kulia waje kati. Maana mataro kakombe unaweza kumeza hivi usahau kama nyinyi mmetoka na huko chini, unaweza kusahau fikiria ni biscuit umese. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta mjamaa amesema mesa sibadilishwe sote ndio siingie venye anataka. Na nyinyi watu wa bikuni, wana wa Abrahamu na Sara, ainuliwe Bwana wa majeshi, ainuliwe Bwana wa majeshi. Na sasa hiyo ni baada ya nini? Umekula chapati nusu na supu ya maharagwe hapo nje. Na imepimwa hapo na do. Na hukuweza kulipa, utakatwa Friday. Na mwana wa Israeli Hagai ameenda wapi? Serena. Amelipa bilu ya 100,000. Na wewe ainuliwe Bwana wa majeshi. Unakodoa jijo ndio ukipu hii. Ukipujo kabisa. Sikae kudirika na gutina leo. Ati hawa sayo kishika microphone. Nyenya mbaya muamini Yesu, mutachomeka, mutaangamia. Kujeni kwa Yesu, ndio Yesu amuokoe. Kujeni kwa Yesu, Yesu amubadilishie maisha. Kujeni kwa Yesu, awapeleke mbinguni, ndio muweze kumiliki dunia hii. Yesu atakusaidia, Yesu atakubadilisha. Lakini sasa wewe mwenyewe ginya microphone nasikia kiguruma kwa sababu ya minyoo venye imeguruma huko ndani. Alafu unaniambia nikuje kwa Yesu wako mwenye atafanya mimi nimiliki, mwenye atafanya mimi nishinde. Shwari. Si mimi nitakuwa mwenda wa simu nikikufuata? Niambie tu kweli. Nitafuata yule alienda Serena ama wewe ambao ni minyoo inaguruma kwa microphone? Where is your Jesus? Where is your God? Where did he go? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wana wa Israeli walienda jangwani miaka 40, hawakuteseka. Walikaa jangwani lakini hawakuteseka na hawakupatwa na umaskini. Ama mlisikia kuna mahali walipata umaskini? They never suffered. Walipata mana. Ama hawakupata mana? Walipata mana. Wakakula, walishiba. Nguo zao kuna mahali walisikia kuna mafundi walipeleka huko kushona viraka? Hakuna viraka. Umesikia kuna mahali maradi walivugia watu nyumba? Hakuna nyumba ilifukwa ya mtu, maana their God was with them. Musa wakati alianza safari aliambia Mungu ya kwamba siondoki kama hauondoki na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. I am not moving, I am not going anywhere if you are not going with me. Now look at you. Are you alone or you are with your God? Saizi hata mimi hapa nikiwaambia munipate hapa nikichugusa hapa, mulikuja na kamia na una kamia kakurudi. Hata pesa ya sadaka hauna. Kile huko jalie kigoke mwebesha shioka kwa kunyumba. Gidari, uko na pesa gapi? Uko na pesa gapi sasa kwa mfuko yako? Hiyo ndio biashara yako yote. Hiyo ndio umekuja kuleta sadaka. Bwana asifiwe sana. Where is your God? Where is the God of Moses? Where is the God of Abraham? Where is the God of Elijah?
Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mama mwenye alikuwa hana kitu, alikuwa mpaka na madeni, aliulizwa na nabii wa Mungu, uko na nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Akaenda akaleta vibuyu vikajazwa mafuta, maana yule nabii alikuwa na Mungu. Vibuyu vikajazwa mafuta kwa kutaja jina la huyo Mungu. Vibuyu vikajazwa, kisha akaambiwa nenda ulipe madeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda ulipe madeni. Why are we suffering? Did we lose something? Did we lose it somewhere? Kuna mahali tunaweza kuwa tulipotelelea. Kuna mahali tulikuwa tukakuwa na disconnect na Mungu wetu. Man, I cannot see how our God can be so quiet on us forever. I don't see that we are coming to church every Sunday. We are doing everything every time and again, but there is nothing that is happening in our life. We are still struggling. We are still crying. Watu wa dunia ndio wanaendesha magari. Watu wa dunia ndio watoto wao wanakaa vizuri. Unakuta enda ruda, unakuta mtu hata hajui huyo Yesu anakuambia, lakini ubwa yake inakula chakula ile unakula miaka 5 siku moja. Ubwa inakula chakula ili wewe umekula miaka 5. Na ile yuko hata hii yako ya ubwa unakuta ni nyama ethejeirwo mburi ngima ile yage mburi okahora. Na mundu ucio ndoe nginya Jesu. Mundu ucio ndoe nginya Ngai ucio ramugwetera. Mundu ucio ndathiaga matu iguru, ndagathi matu iguru. Wewe urathie matu iguru uconetwo ni ini nginya turaria. Nginya tumbo ilishikana na mgongo. Kwa ni kulienda nini? Where do we go wrong? Moses alikuwa anainua mikono yake, nguvu za Mungu zinashuka. Musa aliinua tu mikono yake hivi, nguvu za Mungu zinashuka. Mtu anaitwa Isaka akaambiwa usiende huko, unataka kwenda Egypt, hapana, rudi Ai. Akufika Ai akaambiwa hapa miaka 6 hakujanyesha mvua. Miaka 6 there has been no rain. 6 years. So it is a dry land. Ni ardhi ambayo imekauka, haina tumaji hata kidogo. Akaingia huko na akasema nitalima, kwa sababu he had a blessing. He was standing on the blessing of his father. Maana aliambiwa kizazi chako nitakibariki. Sisi ni kizazi cha Abrahamu. Kwani baraka zilikatikia wapi? Isaka alilima kukiwa na jana jua, akalima kukiwa na kiangazi, na akavuna. And the Bible says, and the man became rich. And the man was wealthy. Ati huyu mtu alitajirika. Baka serikali ikakuja kumwambia, tungetaka kujua Mungu yako. Hata serikali wakamweka ndani ya serikali, maana yeye peke yake ndiye alikuwa anapatia watu chakula. Maana aliita Mungu ya baba yake. Wewe Mungu ya baba yako, wewe Mungu yako alienda wapi? God is looking for somebody who is mature. Maana the maturity came from Abraham. Wakati aliambiwa in the book of Genesis 22 verse 1, give me your son, and after, the Bible says, after these things God tested Abraham. Why would God test you? Why would God want to test you? Because every success of our life is about the test of God. Every move of our life is about the success of our life. Every marriage that we have is a test from God. Any success that you want iitanishwe na wewe is a test. But we don't wait for ourselves to be mature. Hatungoji na hatukubali kulewa na kufika viwango vya kupokea baraka za Mungu. Maana vitu za Mungu zinakujanga kule kwao. Kule kumekubalika, kule kumeitikika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ido shinukaga kwao, itu inukaga kwene. Hello? Are you getting me? Vitu zinaendaga kwao. And after this thing, Genesis 22 verse 1, after these things, God tested Abraham. And he told Abraham, give me your son, the only son, Isaac, whom you love. Take him to Mount Moriah and sacrifice him as a burnt offering. Wow! So kubuka huyu mzee ameogoja huyu mtoto miaka gapi? 90 good years. I have the same God that has given you. Na akamwambia through your generation the world will fill. Through your generation dunia itajaa. Through your generation watu watajirika. Alafu the same God has come to ask you for the same generation he's talking about. Akakuja akamwambia nipatie mtoto huyo wako. Na akakuwa very specific. Si mtoto wa Ismaeli, si mtoto wa Hagai, nataka mtoto wako.
wa Sara, mwana wa kirathimo. Abraham, kama mimi ni wewe, ukikuwa ni wogi ukituate, kama ni wewe ungefanya namna gani? Wewe sasa ni Abraham, kama ni wewe ungefanya namna gani? Kama mtoto umegojea 90 years, alafu huyo Mungu si ukimuita shidwe? Mimi nikimwambia hiyo ni pepo, shidwe. Mtoto wangu wa baby, I refuse in the mighty name of Jesus. I refuse. My child is no, you're not going there. Hiyo ni demon. I want to Freemason. They are talking to me. This is not God. God, the blessing of heaven does not add sorrow. Okay. Yet it is God that was speaking. And he heard the voice. Why? He was mature. He heard, this is the voice, the same voice that spoke to me that I am going to give you a child. This is the same voice that have spoken to me that bring this child. Bwana Yesu asifiwe sana. With his maturity, akamwambia, this is your child. I am bringing back your child to you. I don't mind where you tell me to take the child, I will go there. If you send me to slaughter him, I will slaughter him. If you tell me to burn him, I will burn him. At the end of the day, he is your son. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the maturity level. He understood the voice of God. Most of us are failing, tumeanguka mitihani, maana we don't hear the voice of God. We don't know how God speaks. We have never heard the voice of God. God has been speaking to us, but because we don't want to understand that, because we don't want to know that, we fail to know when God is speaking to you. Because you are a bit busy, you are a bit moving up and down. Because you are where ni musomi umesoma, wewe ni mtu ambaye uko busy, but when God is speaking to you, you are also busy doing many things. Abraham did not refuse to give this child, na akabeba mtoto akampeleka mpaka kimlima, na akaambiwa mupeleke kwa mlima Moria. Hakuwa na kimbelembele, alimwambia mupeleke kwa mlima unaitwa Moria. Na alipofika kwenye mlima akaambiwa nenda, akakaa huko akangojea the next instruction. The next instruction, where in, yes I am in Moria, but where in particular? While they are in Moria, after the third day, God appeared to him again. Akamwambia mlima ndio ule pale. Akapeleka mtoto wake pale. Akatengeneza madhabahu kwa mpangilio wa madhabahu. Kisha akamchukua mtoto wake. Kumbuka huyu mtoto alikuwa amemuuliza, ninaona kisu, ninaona moto, ninaona kuni, busi iko wapi? Naye akamwambia, God shall provide for himself. God shall provide. God will provide for himself. For the sake of the kingdom of heaven. For the sake of the love that you have for God. For the sake of the obedience that God, you have obeyed God. He will provide for himself. You are not supposed to struggle. You are not a child to struggle. Wewe si mtu wa mahangaiko, maana wewe si mtoto wa mpango ya kando. Wewe ni mtoto wa Sara. Wewe ni mtoto wa Abrahamu, baba aliyebarikiwa, baba aliyepatiwa umiliki wa dunia, na vitu vyote alipatiwa kwenye mikono yake, na akamwambia kizazi chako kitabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipolaza mtoto wakati wa kufika, mtoto hakupinga, maana God has provided for himself. Maana mtoto wake huyu, maana hii ni sacrifice. Akienda kukata, malaika akakuja akamwambia, chukulia hapa nyuma uone. Akaona kuna mwana kondoo, because God will provide for himself. You are not supposed to struggle. You are not supposed to cry. You are crying every day, unalia kila siku. Wewe umeteseka, umetumika. Baka wanaume wengine tumekuwa watu wa kwenda kurarwa na sisi ndio tupate chakula. Wanawake wengine tumeolewa na wanawake ndio tupate chakula. Wengine tumetumiwa vibaya, tukarushe mawe, tukapigane na watu, tukarushie watu mawe ndio tuweze kupata chakula. Wengine tumekuwa watu tumefanya ukahaba ndio tupate chakula, ndio tupate kaguo kakuvaa. What happened? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Isaka alirudi, alikuwa naenda Egypt kutafuta chakula, lakini akaambiwa na Mungu rudi baka Ai. Alipofika Ai, akainulia Mungu madhabahu, na akamwambia Mungu, nimefika mahali uliniambia, now talk to me. Akamwambia sasa anza kulima. Akaangalia Mungu, akauliza Mungu, na hapa hakuna maji na hakuna nini? Akamwambia lima, nitakuonyesha kule maji itatoka. Because the hand of God was with this man. Wakati aliambiwa rudi kutoka, usiende Egypt, he displayed maturity.
Bwana Yesu asifiwe sana. Akaambiwa rudi. Kule alirudi, alikuwa najua, maana alikuwa naenda Egypt kutafuta chakula, maana kule kwao kulikuwa kumekuwa dry. Kule kwao for the last 6 years there was no food. For the last 6 years there was no rain. The last 6 years there was no indicator ati kutakuwa na chakula. But when God spoke to him, akamwambia rudi kule unatoroka, rudi huko. Egypt hautaenda, urudi huko na utapata chakula na utapata kila kitu kile unataka. Aliporudi, he displayed maturity, the level of maturity, understanding God even if the situation on the ground does not say so. Understanding God, understanding the word of God, even if everything seems like it is a dream. He went back. Baka kule akafika, akakuta ardhi kweli ni ile aliwacha, haina chochote, haina this dry, there is no life in that area. Bwana Yesu asifiwe sana. But the day he obeyed, the day he listened to God and started doing what God instructed him to do, things changed. Ndio alifunguka macho na kukapatikana kulikuwa kuna visima vilikuwa vimechimbwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa kuna nini? Kuna visima vilikuwa vimechimbwa. Kumbe the solution of your life is always with you. The challenges you are facing are not challenges. There is a solution. It has been kept. It is waiting for you to grow, waiting for you to mature, waiting for you to become that child that is obedient. Wakati alirudi, kabla atoke huko, hizo visima vilikuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla hasa safari ya kwenda Egypt, hivi maisha shiari yokuo. Tikwejo shiajirio. Todo alienda kuthikoria. Si alienda kuthikoria. Akadhikoria inatoka, wanakuja wanasema ni yao. Anadhikoria hii, wanakuja wanasema ni yao. Wanadhikoria hii, wanakuja wanasema ni yao. Paka akadhikoria ikini akasema this is hai hawataguza. Akaita namna gani? Akaita namna gani? Yeah? Akaita namna gani? Akaita namna gani? Ni kwa sababu hujui ndio unaongea pole. Ndio unaongea hutaki kutoa sauti maana haujui. Akaita namna gani? Rehoboth. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana there is a Rehoboth in your life. Kuna hicho kizima ambacho Mungu anataka your maturity to be displayed. Anataka ufike mahali alikuambia. Anataka ufike where he wants you to be, in the position where you want it to be, ndio aweze kukufungulia kisima cha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anaenda kufunguliwa kizima cha maisha if only you display the level of your maturity. If only you surrender to God, that God akuinue, akubadilishe. Already kizima chako kiko. Already mahali pa kulima pako. Already mavuno yapo. Kila kitu kiko. All what is waited from you is that point of surrender. Just mature. Just release yourself to God so that God can use you as a vessel. God can never use you as a vessel if you are not ready to be used as a vessel. God needs permission from you. God needs a go ahead from you. Anataka wewe umkubalishe akutumie kwa utajiri. Imagine Isaka hakuwa na kitu, lakini alipelekwa kwenye ardhi haikuwa na kitu. Na akaambiwa sasa hapa ambako hakuna kitu ndio kitu kitatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye kwa sababu aliamini, I believe in the mighty God. Aliamini akajua my father has never let me down. My God has never left me. Akisema kitu kitafanyika. Where is your God? Saizi huyo Mungu alikuwa na Isaka. Ndio tunasemanga Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Kwani alienda wapi? Mnasikia alienda Kenyatta kulala ama alienda kufanya nini? This God, where did this God go? This God of Isaac, this God of dryness, wakati hakuna kitu, huyu Mungu alikuja na akafanya mimea ikamea. Huyu Mungu mwenye aliitisha mtoto achinjwe, anapoenda kuchinjwa kondoo ikakuja. Huyu Mungu mwenye alikuwa na Yakobo, Yakobo alikuwa amefika point of no return, akarara hivi kule Betheli, kufungua macho hivi akaona mbingu imefunguka. Huyo akaona vitu vinapanda vinashuka, vinapanda vinashuka. Na wewe unajiitanisha na huyo Mungu. Kwani huyo Mungu mbona hakusikiagi kama Daudi? Kwani huyo Mungu mbona hakusikii kama Yakobo? Mbona hakusikii kama Isaka? Mbona hakusikii kama Abraham? What is the disconnect between you and your God? Are you really worshiping God? Have you ever been worshiping God? Hebu jiulize, jichune tu. We kunye, we uliate denama nego shakagai. Denama nejo egai ule hoyaga. Because if I am a follower of God of Jacob, if I am a follower of God of Isaac,
If I'm a follower of God of Abraham, Mungu wa Abraham ni wa batoni moja tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa Abraham ni wa batoni tu. Kifuinya tu kumuitisha baba lete inakuja. Kutii tu, kuamini huyu Mungu. Maana huyu Mungu wa Isaka ndio huyu Mungu amekuwa na Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Mungu wa Daudi ndiye amekuwa na Solomon. Na unaona Solomon maneno yake venye yamekuwa mzuri. Where did we go wrong? Tulikosea wapi? Ni hatua hetanirie na Ngai. Huyu Mungu tunakuaga na yeye kweli. Huyu Mungu tunakuaga pamoja. Why are we struggling? Why is our God not defending us? Why have we been put to too much shame? Mbona tumetolewa nguo mpaka tuko uchi? Bwana Yesu asifiwe sana. Why do you have this disconnect? Baka tumelawitiwa, baka tumeenda kwa waganga na kwa wachawi. Maana there is no solution. We are looking a solution in any part of the world. As long as mtu amekuja amesema I have the solution, unakibia. I have the solution, unakibia. I have the solution, unakibia. Na ukienda kuna kuchikuta umeingia zaidi kwa kuzimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Where is the disconnect? Why is the church being humiliated in the eyes of God? Mbona watumishi wa Mungu tumenyararwa, tumedharauliwa, tumekejeliwa mbele ya Mungu, mbele ya watu. Saizi we are the laughing stock. Everybody is laughing at a Christian. Unaenda kutaja tu Mkristo, naona kila mtu anaanza kuangaliana, wanaangaliana, wanashindwa. Who is this? People are moving out of the church. People are moving. Wengine wanakuwa Waislamu, wengine wanaenda kwa devil worshiper, wengine wanaenda kwa Mogeke, wengine wanaenda kwa Taliban, wengine wameenda kwa Illuminati, wengine wameenda all over. They are joining cults. Why? Because there is no hope in Christianity. Because there is no future, there is no plan, there is no God in Christianity. Christianity is a debe, an empty debe that is full of mongers, that is full of haters, full of confused people, full of fools. People does not understand. People who does not understand their God. People who cannot go ati umetumwa na Mungu uende kwa desert ukalime. Na unaenda tu kulima. Na unaanza kufanya kazi ukijua huko ni komo. Huko gutiurete miaka 6 hakudanyeza, lakini unaenda tu kama mjinga. Kutatokea wapi wajinga wa Mungu? Wasimame na ujinga ya Mungu. Na Mungu atende miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu atende maajabu kutupitia sisi. Kutatokea wapi watu watakao simama waseme matatizo yaliyo ndani ya Kenya yaondoke leo, na yanaondoka? Kutatokea wapi wajinga wa Mungu watakao simama waseme hatutaki maovu tena, watoto wetu hawatauliwa, watoto wetu hawatakuwa abducted, maneno kama haya haitakuwa, watoto wetu hawatakuwa mashoga, hawatakuwa lesbian, na kila kitu kinatendeka. Right now even the parents are agreeing. Mtoto anakuja na mconfuse, mom, you know what? Mpaka unakuja kanaongea kama Kristiana, you know what? Yes, I think I was not born a man. I was born a woman. My hormones are more of a woman than of a man. Na unakuta mama na reason, science ina prove that right. Unakuta mama na ametoka kanisa na ako na Biblia kubwa kuliko kichwa yake. Na unakuja anaanza kuagree na mtoto. Baka kweli anaona. Hata I have been watching, nimekuwa nikikuangalia hivi, naona kweli you resemble of a lady than what? Unakuta mtoto mpaka amegugu mahali pa kwenda kutolewa hii kitu ndio wekwe hii kitu kingine. Na anakwambia mom, there is transfer inafanyangwa. Ukienda Kenyatta ama uende Nairobi hospital ama uende kaka hospitali fulani, nitaenda, nitatolewa kisha nitawekwa what I am supposed to be. Na mama anasema it is your right, because we don't have a position. We don't have a ground to ground ourselves before our God, that we can be able to stand, to defend and say, we are the children of God. And when you are a child of God, you cannot be in the wrong place. God decided, and that is how he decided you to be. There is no shortcut. There is no interchange. There is no something that you say that the science can prove. There is no chance. There is no science at all that can prove. But because we have compromised our integrity, we have compromised our nature, that because we don't have a foundation, hatuna misingi, peleka hiyo ujinga kwa Arabu, peleka hiyo ujinga kwa watoto wa Hagai, watakurarua, watakuchapa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Angalia mpaka uso yao huwezi jua. Wamefunika kwa kila kitu, mpaka kwa mguu wamefunika. Unaonanga tu mikono ndio wamepaka hiyo mavitu zao, maana wanatii na wanajua Mungu wao, na ndio naona wamebarikiwa kutuliko. Wanatii sheria, wanatii mipango, na wanatii manabii wao, wanatii Muhammad. And the Bible says in the book of 2 Chronicles, obey and respect your prophets so that you can be prospered. They are being prospered because they respect their Muhammad. They worship Muhammad. They believe in Muhammad. Do you believe in that Jesus Christ? Do you even know Jesus Christ? How many of you here know Jesus Christ? Si unaona? Na tena honoki. So, what are you doing here? Nikimureka huko. My brother, what are you doing here? What are you doing here? If you don't know Jesus Christ, what did you come to do here? Mommy, you don't know Jesus Christ. What did you come to do here? What did you come? Why are you here? Why did you waste your time to come in a church, to sit here, just to come and you don't know who you are following? Because we don't understand the principles. We don't understand. We don't want to sit down to be taught the word of God. And the moment we don't want to sit down to be taught the word of God, we fail the connectivity between us and God. And that is where we fail to be mature. We fail in every move of our life. That is why we have Christians, but we are fake. We go to church, but we are fake. We don't understand anything because we are immature. The maturity will bring God closer to you. If you become mature, ukikomaa, ukomae. Mwambie mwenzako komoa. Muite tu, mwambie mugogagoge kwa bega. Mugogagoge kwa bega. Umwambie sasa ni wakati wa kukomaa. Tukae chini, tukomae, ndio tuweze kufundishwa, tujue urithi wetu uko wapi. Ndio tujue mali zetu zimefichwa wapi. I will show you the hidden treasures. Isaiah 45. Nitakuonyesha vitu ambacho vimefichwa. Zilifichwa kwa nini? Mnajiuliza ni kwa nini zilifichwa? Zilifichwa mpaka ukomae. Kwa sababu hizo vitu zitakushangaza. Ukitolewa hivi utakufa. Kuna watu hapa wakipatiwa shilingi 10,000, utaona akirukaruka kama ile mpira ya tennis. Atarukaruka hivi, atarukaruka akisema oh my God, akitukana watu wengine. Mpaka anatoa kiatu na bia mtu. Raba hiyo kiatu nikupatie 1,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of immaturity and because God akiangalia hivi anaona haustahili kukaa na hii pesa, anaiondoa. Most of us are suffering not because we have never been blessed. We were blessed, but our behavior ikaona Mungu kwa sababu anakupenda akakuondolea. Ni wewe uragia ile ndwali na matatu ciathire ko muyaguri na muyabo ule wathiaga naguo nurarikana ule wabagira andu ni ndu athiaga uguo takanyamu ka uguo. That says the Lord to his anointed to Cyrus, whose right hand I have held, to subdue nations before him and lose the armor of kings, to open before him a double doors so that the gates will not be shut. The doors cannot be opened to you if you are immature. You must be ready to control, ready to possess, ready to hold together. Lazima ukomae ndio Mungu akupatie vitu zake. Sasa hamujakomaa. Sasa muko hapa mnaongoja kiugo kimwe ndio kagokonduka ta Ngai wario kiugo kimwe. Kiugo kiriku kiario kiumete ku gia gwika atia. Halo. Kiugo kimwe gia gwika atia. Urenda kiugo kimwe. Biblia yote ni kiugo kimwe. Mwambie mwenzako lazima tubadilike. Mwambie amuka from the sleep ubadilike. Mwambie mwenzako hapo. Yeah. Hallelujah. Ndio Mungu akusaidie. Ndio Mungu atubariki. Ndio tuweze kufaulu. Lakini si bila majuto. Si bila mateso. Si bila kupitia hali ambayo itatufanya sisi tukomae. Kitabu cha Yakobo 1:2. Si inasema chukue yote ambayo unayoyapitia kama mafundisho, kama njia ya Mungu kukubariki. The book of James chapter number 1 verse 2. Consider it joy. Consider what? Consider it joy that my brethren
count it all joy when you fall into various trials. What are the meaning of the trials in this biblical context? Why the trials? Kwa nini zikuje the trials? Why will God try you? Remember in the book of Genesis 22, God said, after all these things that happened to Abraham, he tested Abraham. Alimjaribu. Hapo naye nasema, my brethren, count it all joy when you fall into various temptations. So whatever that you are going through now, it is a form of an examination. Mambo ambayo unayapitia ni level ya Mungu kujaribu kukuangalia. Unaweza kuyumba, unaweza kuanguka aje, unaweza kuporomoka namna gani. Nikikupatia gari, nikikupatia Range Rover, will you be able to handle it? Nikikupatia shamba kubwa, will you be able to handle it? Nikikupatia mume, will you be able to handle a man? Nikikupatia mke, will you be able to handle? Consider it joy. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 3. Knowing that the testing of your faith produces patience. The testing of your faith. So our faith is being tested. Why will God test your faith? Why will God put through a test? Why? Anakupitisha kwenye mtihani kwa nini? Because he loves you. He wants to give you. Alimpitishia Abrahamu miaka 90 ya kukosa mtoto. Alafu akakuja akamwambia nipatie huyo mtoto. Kumbe alitaka kujua Abrahamu atavumilia namna gani kupatiana mtoto. Naye Biblia inasema hapa katika mstari wa 16 ya kwamba nimeapa maana haukuninyima mtoto wako, nimeapa ya kwamba utaongezeka kama nini? Kama nyota za mbinguni ama mchanga wa baharini. Knowing that the testing of your faith produces patience. When you are tested, when you have been taken through the process ya majaribu, you have patience. Patience is grown in you. Mambo ya kuvumilia inawekwa ndani yako. Mungu kwa hivyo anaweza kukutuma Garissa, anaweza kukutuma Saudi Arabia, katikati ya desert, na hautababaika, maana you have God, and you know this God will create a well of water in the middle of the desert. In the middle of the desert, the well of the water can only be created kama wewe umepiga hatua, umefika to the desert. Hallelujah. Only this will happen to you kama umefika huko. Lakini kabla haujafika huko, if the trials za marriage zitafanyika, ama mambo ya kimarriage itafanyika kama umeingia ndani ya marriage. Wacha kuzungumzia huko kia ije. Ati wewe umekaa hivi, wewe lazima ubadilike, wewe lazima uende hivi, wewe lazima ufanye hivi, lazima uchange, lazima unyonyeshe umebadilika. Hiyo hautaona balika kuo, lazima ulikebundeni. Bwana Yesu asifiwe sana. During in the marriage, that is where trainings will be done. That is where faith will be tested. That's where challenges you go through. Through in the marriage, ukiwa ndani ya ndoa ndio utapambana na hali. Lakini sio sema ukiwa nje, wewe nataka ubadilike. Wewe nataka kwanza uchange, nataka to date kwanza miaka 2 ndio nikusome mzuri, nikujue mzuri. Acha ujinga. Hautajua mtu, nitabadilika, nitakuwa kama mtu kazuri kama unataka. Wacha siku ile tutaingia kwa nyumba ndio utaona nyoka mzuri, na tushafanya harusi. Utaona nyoka mzuri. Allow yourself to be tested. Allow yourself to go the process, the due process ya Mungu. Process ambayo iko na baraka. Process ambayo inakupeleka kwenye hatima yako. Process ambayo inakukubalisha kupokea baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini si process hii ati nataka kukuangalia kwanza. Wewe ni nani? Who are you to look at me? What can you look at me and find me? Sasa mtu kama Waroigi unaweza kutesti nini? Unaweza kumwangalia nini? Kama nikubadilika, nitabadilika, nitakuwa nyoka. Ukitaka nikuwe nyoka kesho. Kama unataka nikuwe chameleon kesho nitakuwa. And I will be the perfect chameleon than that chameleon. Kama hii dunia nimepambana nayo mpaka hapo nimefika. Utajira mundu tani. Atureta kuthimira. Wafade. Utajagothimira. Tajagothimira leo. Atureta kumenya atenigetha ngakuhikia, urenda kumenya character ciakwa. Ukitaka mwanamume mzuri, very humble, very honest, very loyal, ukitaka kudhabia kinya magoro ni kukudhabia. No, ni ukaingira nyumba ni ukamenya. Utalipa hiyo yote. Utalipa hiyo yote. Hiyo mateso umenipitishia. Nitakusqueeze, nitakufinya. Miaka yako yote utakuwa ukilia. Na ujaribu kutoroka na kuambia, jaribu, si unanielewa? Si unanijua vizuri? Unajua unadili na nani? Jaribu kutoka hiyo mlango.
Sasa inabidi na wewe utabidi kwa maombi. Lakini makosa ilikuwa ya nani? Makosa ilikuwa yako. Allow yourself to be tested. Allow yourself to be purified through the tests of God. Allow to go through the fire, and then the gold in you can be produced. Bwana Yesu asifiwe sana. The gold in you can never be produced by cold water. You have to be burnt. You have to be taken through a process. Wait for that process. Wait for the manifestation of God in you. Wait for that system, the systems of God to come in and purify that thing that you want for you. Verse 4, please, quickly. Knowing that the testing, but let patience. You see now, the testing has brought what? The patience. And now let the patient have its perfect work. When you are tested, yeah, you bring patience. And when the patience comes, it perfects you. It will perfect your marriage. It will perfect your church. It will perfect your moves. It will perfect whatever you do. Things will be perfected. Everything that you thought it was a warfare. Chochote ambacho ulikuwa unafikiria lazima uende Russia ukapambane na watu Ukraine. Hapana, vitu hivi viko vimewekwa kando pale pembeni, vinakungojea ukue machua ndio waweze kukupatia. Maana malaika alikuja. Malaika alipatiwa mizigo yako alete, lakini walipokuja wakaangalia tule tutabia huko natu. Wakasema huyu mtu tukimpatia hizi vitu zitaenda kumuua. Unajua kuna watu hapa ni matajiri. Una watu hapa this week alone. Kuna mtu amekopwa pesa. This week umepigwa na mtu frima, amwambia nisaidie na shilingi 10,000. Hebu niwa mkono wako juu. Ulikuwa nazo, ulimpatia. Na wewe umekopwa. Wewe ulikuwa nazo. You didn't give. Wow. Nani mwingine? Hakuna. Yaani hamuonagwi ni kama mko na pesa. Aise, mutiona kwa tamwe kanyamu. Kana ninyu muona galia gemena na kanyamu. Yaani unaedo dola kobo, dola hoyo na girie mwe. Bwana asifiwe sana. Hello. Ushaiona situation mtu anakuja kwako anakukopa 1,000,000 na hata hauna chakula. Ziko. Hizo pesa ziko. Wanaziona wewe ndio uzioni. Zilikuja kitambo lakini mfalme wa Persia amekamata. That is how rich you are. Ukaona watu wanakuja kukukopa 1,000,000. That's how rich you are. Na mtu hawezi kukukopa 1,000,000 kwa sababu anajua uko na 1,000,000. Anakukopa 1,000,000 kwa sababu anajua yeye ni billionaire. Ama yeye ni millionaire. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hapa utotaka hao na kama hede takile. Tuendelee. Verse 5. Verse 4. Verse 4, please. Quickly. Verse 4. But let patience have its perfect work. So there is no imperfection. It is about perfection. Patience is meant to perfect you. Patience is meant to make you better. Patience is meant to make you strong. Patience is meant to produce the real you. Kuchomoa wewe. The real person that was created by God. The real person that was brought on earth so that you can behave like a child of God. Bwana Yesu asifiwe sana. So the perfect, that you may be perfect and complete. Not only perfect and complete for the completion of the work of God. You can never be completed. Because once you are perfect, you are completed. Lacking what? Meaning when you became complete, everything associated with you will come because umefaulu mtihani. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why lacking what? Nothing. Why? Are you lacking nothing? Because anything that was meant has come. Anything that is written your name, vitu zenu zote, hata gari, unaona hiyo shati umevaa, ikitoka kule kwa Wachina, ili na jina yako imeandikwa in the system, katika ulimwengu wa kiroho imeandikwa. That is why it was able to locate you, ikakutafuta mpaka ikakupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Anything that you have now, it is written, it is in the spiritual realm, it is yours, it has your name. It had to locate you. So ni mali nyingine mingapi imefugiwa huko kwa sababu Mungu aliona unafaa kashati, aliona tu ni kashati unafaa na kakiatu kazuri, hiyo ndio inakutosha. Na akasema huyo msikimpatia vitu zingine, na kwa sababu nataka kuwa mtumishi wangu, mkimpatia vitu zingine atajiua.
So mupatieni tu kashati na katrosa tuwili. Ndio unaona unapataka tuwili ama kamoja. Kwa sababu ukipatiwa nyingi utakojolea watu kwa barabara. Bwana Yesu asifiwe sana. And you keep wondering, why does not God, kwa nini Mungu anipatii mali? Ni kwa nini Mungu, yani unaona Kariuki tulikuwa na yeye university na mimi ndio nilikuwa namuonyesha maneno. Kenya Ajui tulikuwa na yeye na mimi ndio nilikuwa namuonyesha kama I was clever than them, but they are driving cars, they own houses, they own everything. Mimi bado nakaa nyumba ya mkoboro. Bado mimi nimeajiriwa, wao wako na makabuni. In fact tunakuta Kenya Ajui ndiye alikuwa ajiri. Na Kenya Ajui ilikuwa ng'ombe tu university, ilikuwa inakopi vitu zako. Sasa unakuja na shida. Ni nini ilibadilika? At what time things change? At what stage hii vitu zangu zilibadilishwa? Mimi ndio nilikuwa namba moja. Na Biblia inasema I will be the head, not the tail. When did I become a tail? Tulibadilishwaje nikakuwa tail? Maana yule ambaye alikuwa na copy mambo yangu ndio yeye ameniajiri kazi sasa. Have you found yourself in such a situation that the people you used to help are helping you now? What went wrong? Bwana Yesu asifiwe sana. Tuende kwa hiyo ingine haraka ndio tumalize, naona watu wameanza kusikia njaa. If any of you lacks wisdom, hello, kumbe it is wisdom. Kumbe the problem, all this thing tumezungumzia, it is one thing called what? Wisdom. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, not ask from people. Don't go to your pastor to seek for the wisdom. Wisdom only comes from heaven. Solomon had to seek for wisdom after giving a sacrifice. Wisdom is sought out through a sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. You can only get a wisdom through what? Lazima uinue dhabihu na uinue madhabahu. Wisdom ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Solomon alimwambia Mungu, nipatie hekima niweze kuongoza watu wako. Nipatie hekima. Na akainua dhabihu, akainua madhabahu ndio aweze kuongoza watu wa Mungu. Maana hawezi kuongoza watu wa Mungu kama unakaa kiholela. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives all liberally and without reproach, and it will be given to him. If you ask, it shall be given to him, to you. So ask for that wisdom. And the wisdom you are looking for is to build a relationship between you and God. Period. Wachana na story mingi. Wacha wisdom ya kubuild relationship na watu. Wacha relationship ya makabuni. Wacha wisdom ya kubuild venye utakaa, venye utahubiria watu. Build a relationship, the wisdom to build a good relationship with God. Because when you have a good relationship with God, everything will come to you. Kila kitu kitakurokete. When you are with God, when you are walking with God, every person, every individual, animals, and the manner of things will keep following you. Why? Because you have a relationship with God. And everybody and everything wants that person who has a relationship with God, so that they can be part of the presence of God and walk in the presence of God. Why people are successful like Abraham? Because they were walking in the presence of God. Therefore everybody followed them. When Jesus alipotokelezea wakatoka huko, thousands of men and women followed him. And when it reached in the night, wakati wa jioni, the disciples wakamwambia namna gani? Tell these people to go, because it is night and we don't have anything to give them. And Jesus told them, what do we have now? Because this Jesus knew, I am with my Father, I am with God, anything is possible. Hawa watu ni wa baba na mimi ni wa baba, so what do we have? Wakasema ni tusamaki tugapi? Tuwili na tumekata tugapi? Disciples even they said, we have only 2 fish and 5 breads. Only. Meaning we have only food for us. And even it's not enough. But Jesus looked at the 5 breads and looked at the 2 sheets of fish. Akaangalia akaona, this is food to give everybody. Why? Because my Father in heaven is with us here. He sought the wisdom of Father in heaven. How can I distribute? How can I multiply these breads? Ziweze kutosha watu hawa wote. So do not seek wisdom of men. They have limitations, but the wisdom of God does not have any limitation. Do not seek wisdom ya makuhani, mapasta. They have their own limitation. But when you seek the free wisdom from heaven, there is no limitation. You always get, you always become, you always succeed in all endeavors that God wants you to be.
May God of heaven bless you as you go home seeking the wisdom of heaven, seeking God's favor, seeking the guidance of God. The next verse, please, quickly. But let him ask in. So whatever you are asking, ask it in faith. That is why I told you, you have the solution. For any challenge you have today, you have the solution. For any problem that you are going through, you have the solution. Do not lean towards mankind. Do not lean towards any person. Lean towards God. The solution is there. The solution for your empowerment, the solution for your education, the solution for your employment, the solution for your whatever your business is within you, as long as you ask in faith, with no doubting. For he who doubts is like a wave of a sea driven and tossed by the wind. So do not doubt. Have faith and have a belief that my God liveth. Bwana Yesu asifiwe sana. Si tusimame kwa miguu yetu tunapomshangilia Yesu. We have learned today that you got the solution of your problem. You got the solution of that which is facing you. God has not abandoned you. Seek him with a lot of wisdom, and seek wisdom from God. He will make you go through. He will make you succeed. He will make you win every single battle. He will make you be successful where you don't think success is associated. God of heaven, he loves you. You are the children and the lineage of Abraham. Therefore, any Abrahamic blessing is part of your life. Baraka yoyote ambayo imeitanishwa na Abraham is part of your life. Mtu ashike sadaka zake. Tukaweza kuzilete hapa. As we have worshipers to go through, to take us through this worship song. As we sing, shika sadaka zako. I want to pray na fungu za 10 muniletee hapa na malimbuko. So let us, church, Christians, let us seek God. Tumutafute huyu Mungu. Yuko and is ready to bring the blessings. If we can do it from today, if we can do it for these 3 months now until April, God will do marvelous to this country. Whatever you will witness in this country, it will shake and shape the whole world. Bwana Yesu asifiwe sana. We have been in prayers for the last 7 days. Tumekuwa tukiomba. And that is why nimekwambia leo, chochote utakacho kiitisha kutoka sasa, we have ask it in wisdom. Ask it and shall be given to you. Chochote. Kwa wale tulikuwa pamoja katika maombi ya siku 7, the portal ya ufahamu imefunguka. The portal ya baraka zako imefunguka. That the entire year from today, you will command it. Whatever you will ask in the name of Jesus, whatever you will ask in the name of God, how you prepare yourself, how you put yourself into the engagement of God, shall come to pass. Just go and practice. We shall not be doing so many things from today. Ile maombi mingi hatutafanya, we shall be commanding. Tutafuta watu kazi wako serikalini, tukiwa kwenye madhabahu hii tutasema tumefuta fulani, na unasikia kesho is fired. Bwana Yesu asifiwe sana. We shall command milango yote ifunguke. We shall command everything that is commandable in the name of Jesus, and the world will change. Maundu maria maratulite maregete gwikika Ngai kuma umuthi ni amahingurira na niegwa ni marikika. Mwathani agocwo. So wale watu wako this side mukuje padi hii, na wale wako this side you come this side. Yeah, tusimame zote kwa miguu, mulete sadaka. Kila mtu alete sadaka yake hapa as we seek. Ni wewe tu Bwana.
Bwana, wewe tu, wewe Bwana, kila mtu aparticipate. wewe Bwana, Wewe tu, wewe Bwana, wewe Bwana, wewe tu, Bwana, wewe Bwana, wewe Bwana, wewe Bwana, wewe Bwana, Bwana, ni wewe tu, Bwana, ni wewe tu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe tu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Utabaki kuwa ni wewe, wewe ni wewe, na utabaki kuwa ni wewe, Bwana, wewe ni wewe, na utabaki kuwa ni wewe, wewe ni wewe, na utabaki kuwa ni wewe, Bwana, wewe ni wewe, na utabaki kuwa ni wewe, wewe ni wewe, na utabaki kuwa ni wewe, Bwana, utabaki kuwa, utabaki kuwa ni wewe, Bwana, utabaki kuwa, Bwana, utabaki kuwa ni wewe, kila mtu asimame. Utabaki kuwa ni wewe, utabaki kuwa ni wewe, Bwana, utabaki kuwa ni wewe. Baba, tunakushukuru, tunakuabudu. Asante tena kwa kutupatia nafasi nyingine. Asante kwa mafundisho ya leo. Asante kwa kusikia kilio chetu. Najua utatupatia hekima ya kuweza kukaa, kutembea na kufanya jinsi mapenzi yako yalivyo. Naomba msamaha wa dhambi zote ambazo tumefanya kwa makusudio na dhambi ambazo tumefanya bila makusudio. Hawa waja wako wanapoenda nyumbani, na wafungulishia milango yao yote, na wafungulishia chochote ambacho shetani alikuwa amekifunga. Uchawi, urogi na uganga wote uliotumika juu yao na uondoa. Kunyaganywa, kudhulumiwa na kuonewa na kuondoa katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu ya waganga yaliyozungumza juu yao na yavunja katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu ya umasikini, madhabahu ya kudharauliwa, madhabahu ya kuchekelewa ama kuonekana ni kama hawawezi kufaulu, yote ninaiondoa katika jina la Yesu Kristo. Wabariki waume zao, wake zao, watoto wao, mabwana zao, na kila mtu mhusika katika familia zao, na kila kitu husika pamoja na ardhi ya kwao na mambo mali yote ya kwao, wakaweza kubarikiwa tena upya, kwa maana leo umewaambia they got the solution. Maana leo tena kupitia kwa mafundisho yako they will mature for the tapping of the blessing that you have bestowed upon them. For it is in Jesus' name we say amen. And now may the grace, Jesus Christ, the love of God,
fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Ijumaa tuko na kesha, na hii kesha tunaita retaking my possession. Now that we have cleared the way, kesha tutakuwa na mkesha retaking my possession, kuregesha vitu zangu zote mikononi, kuregesha nguvu